Theophilus TV, MURATA wa NGAI. Theophilus TV, MURATA wa NGAI. Thiini wa ibuku ria Joeli 2 muhari wa 28 ekuga atiriri, na ni ugakinya atiri ati thutha wa maundu macio ningaitiriria andu othe roho wakwa, nao ariu anyu na airetu anyu ni makarathaga mohoro, nao athuri anyu marotage iroto, onao anake anyu monage cioneki. Guku gwa Theophilus TV nokuo wamukagira tafarira ciothe cire na kiguni muturire-ini waku, na riu turakurehera tafarira ya Theegi wa Njamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muda mwingine Mungu ametupatia siku ya leo thiini wa tafarira ya Theegi wa Njamba. Haha turigayana kiugo kia Ngai oroho tukamurika ciegi miturire itu, na muno makiria we uritwo ni hinya. Mandiko ni muigaga ati kugotwo ni kirumi ni mundu uri wikaga atia, ni mundu uri wihokaga mundu wa guku thi. Do not trust upon man, because man is man and man has his own tendencies. Mundu wathe ni akoragwo ena weaknesses nyingi. Mundu wathe no akwire umuthi no rucio ni agarurire mbao akwire undu ungi. No, when you are a pessimist ni ukoragwo ukimenya ati I'm not expecting anything great from these people. Na meciria ma Ngai mekuraya muno na meciria maitu. Mandiko moigaga ati haria ugi witu kinyite ni urimu kwi Ngai, tondu ugi wake ni ukirite meciria ma mundu wa guku thi. So if we don't rely on his understanding, we are going to fall short of the glory of God. Na tugota kwa ukinya kuria Ngai endaga tukinye. Wota ukora tondu we do embrace the weakness yaku, do embrace ati we ni urika weakness ka marakara. Hinde Ngai akurehera destiny connector waku, destiny connector waku nake agakorwo ni mundu utamakaga uri araria, ahota kwari kiugo we urakare umutiga uinuke. Kiria Ngai agukuigire ni giakura. Na ngiuga maita maingi hinde twahonoka tuingirwo thamaki-ini wa Ngai tuikaraga ta mutumia wina ihu. Ndungikora mutumia wina ihu ati kirabu thaa kenda cia utuku ni guthia arathia rwimbo, ndungimukora ekirite pamu kana agiteng'era kana agithie na andu kana agithiania na iritu, athianagia na atumia aria magite ciana kana atumia mena andu take. Ni tondu we mwenyewe kiria akuite ni kiru kia goro, ndangihota kwi expose kuria kindu kiu kingituika aborted. Nyitanagira na Pastor David Ngechu o mwambiririo nginyagia wakana wona cihanda thaa kenda cia miaraho o guku mitambo-ini ya Theophilus TV, MURATA wa NGAI. Ndukahitukwo. Theophilus TV, MURATA wa NGAI.
kwenda kugaya muoyo nĩ augae tondũ ngoro cia andũ aingĩ nĩ ikũgaya gĩkuũ ciĩrirĩirie maũndũ marĩa marĩ thĩno ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku oimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ anathi me igũrũ metereire aira arĩa makombĩrĩria kumbũra mathani na ũrĩa mombĩrĩirie rĩrĩa marathaga mena maithori maingĩ na ruo rwa ngoro ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku oimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ gĩtĩ-inĩ gĩa cira kĩrĩa kĩrigicĩirio nĩ itĩ cia athuri arĩa 28 mehumbĩte ũthingu na magekĩra thũmbĩ cia thahabu mĩtwe ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku oimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ acio nĩo matuirwo kĩama kĩa Jehova nĩ kambo cia igongona rĩa Roho Mũtheru mahoi mabatĩte makoro-inĩ thingu magocaga ithe witũ makoiga ameni ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku oimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ gĩtĩ-inĩ gĩa cira kĩrĩa kĩrigicĩirio nĩ itĩ cia athuri arĩa 28 mehumbĩte ũthingu na magekĩra thũmbĩ cia thahabu mĩtwe ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku oimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ acio nĩo matuirwo kĩama kĩa Jehova nĩ kambo cia igongona rĩa Roho Mũtheru mahoi mabatĩte makoro-inĩ thingu magocaga ithe witũ makoiga ameni ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku oimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ũrĩa nĩ gũgaciarwo aira ehokeku oimbũrage mathani matarĩ na guoya ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ ngoro ciao ciamenya nĩ ageni gũkũ thĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Joeli 2:28 ĩkuuga atĩrĩrĩ na nĩ ũgakinya atĩrĩ atĩ thutha wa maũndũ macio nĩngaitĩrĩria andũ othe roho wakwa nao ariũ anyu na airĩtu anyu nĩ makarathaga mohoro nao athuri anyu marotage iroto onao anake anyu monage cioneki
Huku gwa Theophilus TV no kuo wamukagira tafarira ciothe cirĩ na kĩguni mũtũrĩre-inĩ waku. Na rĩu tũrakũrehera tafarira ya Theegi wa Njamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muda mwingine Mungu ametupatia siku ya leo thĩinĩ wa tafarira ya Theegi wa Njamba. Haha tũrĩgayanaga kiugo kĩa Ngai oroho tũkamũrĩka ciĩgiĩ mĩtũrĩre itũ na mũno makĩria we ũrĩtwo nĩ hinya. Maandĩko nĩ moigaga atĩ kũgwatwo nĩ kĩrumi nĩ mũndũ ũrĩa wĩkaga atĩa? Ni mundu uria wihokaga mundu wa guku thi. Do not trust upon man, because man is man and man has his own tendencies. Mundu wathe ni akoragwo ena weaknesses nyingi. Mundu wathe no akwire umuthi no rucio ni agarurire mbao akwire undu ungi. No, when you are a pessimist ni ukoragwo ukimenya ati I'm not expecting anything great from these people. Na meciria ma Ngai mekuraya muno na meciria maitu. Maandĩko moigaga ati haria ugi witu kinyite ni urimu kwi Ngai. Tondu ugi wake ni ukirite meciria ma mundu wa guku thi. So if we don't rely on his understanding, we are going to fall short of the glory of God. Na tuhota kwa ukinya kuria Ngai endaga tukinye. Wota ukora tondu we ndwa embrace the weakness yaku. Ndwa embrace the ati we ni urika weakness ka marakara. Hinde Ngai akurehera destiny connector waku. Destiny connector waku nake agakorwo ni mundu utamakaga uria araria. Ahota kwari kiugo we urakare. Umutiga uinuke. Kire Ngai agukuigire ni gia kura na ngiuga maita maingĩ hĩndĩ twahonoka tũingĩra ũthamaki-inĩ wa Ngai tuikaraga ta mutumia wĩna ihu. Ndũngĩkora mutumia wĩna ihu atĩ kĩrabu thaa 9 cia ũtukũ nĩ gũthĩa arathĩa rwĩmbo. Ndũngĩmũkora ekĩrĩte pamu kana agĩteng'era kana agĩthiĩ na andũ kana agĩthiania na airĩtu athianagia na atumia arĩa magĩte ciana kana atumia mena andũ take. Ni tondu we mwenyewe kiria akuite ni kiru kia goro ndangihota ku expose kuria kindu kiu kingituika aborted. Nyitanagira na Pastor David Ngechu o mwambĩrĩrio nginyagia wa kana wona cihanda thaa 9 cia mĩaraho o gũkũ mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV. Murata wa Ngai ndũkahĩtũkwo. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Hey
We honor your name this day. In your presence there is peace in abundance, O Lord. Uweponi mwako kuna amani tele Bwana, amani ambayo haiwezi elezeka Bwana na mwanadamu, ya kwamba hatuwezi elezea amani ambayo Bwana wewe unayopeana. Jesus, you said that your peace you leave to us, and your peace you give, but you don't give as the world gives. Your peace transcends human understanding. Your peace transcends human nature, O God, and standards. O Lord, we glorify your name this day. Tunalienzi jina lako jioni ya leo. Tunasema ni asante Mungu wa rehema kwa uwepo wako, kwa sababu Bwana, hapo ndipo tunapopata uhuisho. Unahuisha nafsi yetu katika uwepo wako Bwana. Huisha nafsi zetu jioni ya leo. Huisha mawazo yetu Jehova katika jina la Yesu Kristo. Huisha roho zetu Bwana Mungu wa rehema. Tujaze na pumzi zako Bwana. The Bible says in the book of Job, the Lord Father, that you spirit makes me, and the breath of the Almighty gives me strength. May your breath give us strength this day, O Lord Almighty. May your breath give us sustenance, O God. May your breath, O God, give us strength in the mighty name of the Lord. We dedicate our minds unto you, O God, our hearts, our spirits, and everything within us, O God. We worship your name, Jehovah Father. There is no other God beside you above the heavens and even below the earth, O God. You have travailed, you have excelled, O King of all the glory. You are greater than what we can think or imagine, O Lord. You are greater than all our hearts, O God, can perceive, O King of Kings. This evening, O Lord, Abba Father, we pray that you may open our eyes, O God. Open the eyes of our understanding, that we may comprehend your word, O God. That we may comprehend your voice this day in the mighty name of the Lord. We don't want to walk according to the paths of the world. We don't want to walk like the heathens do, O God. But we want to walk as children of the Most High God. We want to walk as the children of light. We want to walk as those who are born of God this day. We don't want to walk in the paths of wickedness, O God. We don't want to walk in blindness, O God. But open our eyes, O Lord, that if to hear, we can hear and understand, and that we may see, O God, and that we may perceive, O King of Kings. Remove all spiritual blindness from us, O God, that we may understand your times and seasons, that we may understand moments, O God. We exalt your name, Jehovah Father. You reign, O King of Kings. There is no other God beside you, Jehovah Lord. Hakuna Mungu aliye kama wewe Bwana. Upe pumzi zetu siku ya leo, tupe pumzi zako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Touch my body, my soul, and my spirit. Breathe in me. Lay your hands on me, dear Lord. Breathe in me. Touch my body, my soul, and my spirit. Breathe in me. Lay your hands on me, dear Lord. Breathe in me. I exalt your name on high, Jehovah Lord. You are worthy to be exalted, mighty God. In the name of God the Father, in the name of God the Son, and in the name of God the Holy Spirit, we do pray and give thanks. Amen, 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 amen. Karibu sana mtazamaji wetu siku ya leo katika show yetu Theegi wa Njamba katika Theophilus TV MURATA NGAI, na najua ya kwamba roho yako iko expectant siku ya leo kusikia kile ambacho Mungu anachotaka kuongelesha kuhusu. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwaga naambia Mungu kitu moja, ya kwamba mimi sitaki kukua mshirika wa kawaida ama nikuwe na wokovu wa kawaida, but naambia Mungu, I want to learn. Nataka kukua vile ambavyo mimi mwenyewe naweza simama na nifundisha watu wengi njia zako, ili wao pia wakaweza kukujua na wakaweza kufundisha watu wengine wakaweza kukujua, and the chain goes on.
Because one thing nilikuja kurealize that Mungu hataki followers. Ndio uko Facebook, ndio uko YouTube unatufuata, but the Lord doesn't want followers. There is a certain concept ya mtu mwenye yeye ni follower kuliko mtu mwenye ni a prime disciple. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanaweza penda kunisikiza kwa sababu ni Pastor Devi wanasikiza, but they are not expectant to listen from the God that is speaking through me. Unaweza niona nimesimama hapa uone Pastor Devi, but unaweza niona Pastor Devi ukose kuona yule Mungu ambaye anaongea ndani yangu. Mungu hajanituma ili nikaweza kutafuta mafans ama nikatafuta washirika wengi sana wakuwa wanatufuata. No. But the Lord is looking for a person mwenye kwa willing kukuwa nafundishwa ili akaweza kufika mahali na yeye akafundisha wengine, and the chain goes on. Kwa sababu wakati tunapokosha kusa kuelimika na kujua ya kwamba sisi si watu wa kawaida, tutakuwa tunafuata kanisa na tunakuja church tu kawaida kama vile watu wengi waga wanafanya. Kuna watu kuja church Sunday kwa sababu tu kuna kujangwa Sunday, but their hearts are not in church. That is why maandiko Jesus alikuwa anasema in the book of Matthew 15 verse 8 that these people honor me with their lips, but their hearts are so far away from me. In vain they worship me, teaching us doctrines, the commandments of men. Kwa hivyo kuna njia ambayo wewe mwenyewe unaweza kuwa unapenda Mungu na mdomo wako peke yake, lakini roho yako iko mbali sana na Mungu. Ni watu wengi sana wamenyishi kukuja kanisa, alianza kukuja akiwa mtoto, sasa ni youth akona miaka 25 hajaokoka na hajai skip kukuja kanisa. That means that there is something wrong with your perception. There is something wrong with your understanding when it comes to godliness. Natakuongelesha wewe youth, wewe ambao uko hapo home na kweli unajua kabisa ndani yako ya kwamba haujaokoka vizuri. Mungu hataki washirika. The Lord is looking for disciples. That is why Jesus aliambia wanafunzi wake, go and preach the gospel and make them disciples and baptize them in the name of God the Father. Bwana Yesu asifiwe sana. Baptize them and make disciples. That is what the Lord needs. Mungu hataki watu wa kawaida katika nyumba yake. Mungu hataki watu wenye mtu ukiulizwa kwa nini ulikuja kanisa unaweza kosa sababu. Ya kwamba wewe mwenyewe ulikuwa unajua hata sato ikifika wewe unajua utaenda kanisa, lakini because you don't have the zeal unakujanga kanisa ndio ukuje, you're going to develop something in you that hautawahi jua kile Mungu wanga anataka na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanafunguaga hii Biblia kusoma, but in the spiritual world huyo mtu hajaisoma verse hata moja. Bwana asifiwe sana. Because his eyes are blinded, he cannot understand the scripture. Because yeye mwenyewe hajaijua kujiconnect na Mungu ili akaweza kujua kuishi vile ambavyo Mungu anataka. It is one thing to open the Bible and read, and it is another thing to unlock the scroll that is in this scripture. Bwana Yesu asifiwe sana. It is one thing to open the Bible and read, and it is another thing to perceive what is written in the scripture. It is one thing to pray, and it is another thing to draw power from the spiritual world straight to your spirit. Hizo ni vitu mbili tofauti. Kwa hivyo umeweza kuwa wewe ni youth uko pale, na wakati watu wanaomba unasikiaga tu unatoa miao na yon tu. Wakati watu wana worship wewe umeketi unasimamaga tu wakati watu wanasifu. There is a problem with your spiritual life. You need to understand this so that you can come out of that bondage. Wakati mtu ametresha mambo ya dunia na umetresha dhambi sana, ndio unajipatanga the love of God that is in you starts growing cold. Ndio unapata wewe mwenye ile njia ambayo unaishingi kwa njia zako, but you've never experienced the peace of God. You've never experienced the joy of the Lord. You've never experienced any benefit of being a son of God. Bwana Yesu asifiwe sana. This comes and develops spiritual witch. Mtu wanga anaenda hivyo na kuwa spiritual witch. Kwa sababu wewe mwenyewe wakati unakuja kwa wale wayuzi wengine, bado unataka ku raise the standard that wewe pia umeokoka, lakini in actual sense you do not know what being born again really means. Kwa sababu mtu mwenye ameokoka maisha yake hubadilika. Mtu akiokoka lazima achange mpaka marafiki zake. But you find out that wewe mwenyewe Sunday ukikamdu uko na wale watu wa kanisa, lakini weekdays wewe una hang na wale watu ambao hawajui Mungu.
there is a problem with your spiritual life. On Tuesday we talked about times, and we talk about time keep ticking. Na tukasema kwamba redeem time because the days are evil. Unaweza kuna waste life yako, but you're still blind, you're still leading in blindness, na unajiambia ati uko kwa njia yenye inafaa. Wacha nikuambie kitu moja, coming to church is not enough. Carrying a Bible is not enough. Kukuja kwa servants na kukaa chini usikie neno, it is not enough. Let me tell you one thing, if wewe mwenyewe hauwezi jiconnect na Mungu, sio mtu mwingine, wewe mwenyewe, you connect yourself to God, there is no way you can ever bear fruits. The Bible says in the book of John 15, inasema remain in me and I remain in you. Jina remain haimaanishi leo, kesho hauja remain, hiyo siku nyingine umeremain. Inamaanisha all the time be connected to God. Bwana Yesu asifiwe sana. Na so unapata mtu akienda akifanya dhambi, na huko tunatoka kanisa Sunday, kuna watu wenye wanatoka haraka sana, wanakimbia kupotea, wanakimbia sijui wanaendaga wapi, shughuli za wapi. Mtu anatoka kanisa tu kuisha hivyo, anazidi. Huyo mtu mtaona na yeye next Sunday. Tunawa welcome kwa Bible study, tunakuaga nayo kila siku kwa platform yetu ya Imo as the new creation. Tunaku welcome kwa group, lakini hauwezi patikana siku hata moja. Do you have something else that wewe mwenyewe umeweka ikiwa ya maana sana, a priority that is not godly? And then kanisa ukikuja service ukae chini usikize wana bishop is preaching, wewe usikize service yote ishe, and then utoke nje uende shughuli zako, unadhani kuna baraka utapokea. Let me tell you, God works with principles and policies. Mungu hawakingi hivyo. You cannot draw anything from the spiritual world without zeal, without the passion, without wewe mwenyewe kusema hapana kwa zile vitu ambazo Mungu hapendi. Hakuna vile wewe mwenyewe unaweza pokea kitu kutoka kwa Mungu if you are not loyal to the kingdom of God. Hakuna kitu unaweza pokea hata gani. Huo mtindo wa kukuja kanisa kwa sababu ulifundishwa kutoka ukiwa mdogo, kukuja kanisa kila Sunday, that unadhanikia wakati wewe mwenyewe umekuja kanisa Sunday that you are okay with God. Let me tell you one thing, unaweza ishi hapo miaka nene na miaka rudi, and you've never even tasted what the real salvation really tastes like. Ni watu wengi sana wanakuaga hivyo. Nimeona nikiwa welcome kwa Bible study, mtu anakuja siku moja, siku mbili, the passion, kwa sababu hana passion, hana kitu inamsukuma kukuja kusoma about Mungu. Yeye mwenyewe anapata kitu kingine kama maana ya kufanya. And the path yenye Mungu alikuwa ametarajia kukubariki ukiwa wewe mwenyewe anakupata ushaingia kwa path zingine. Bwana asifiwe sana. In the book of Proverbs chapter 4, hapo chini kabisa ikienda kuisha, inasemanga about the law of God. Do not turn to the right or to the left. Keep your eyes focused. Focused on what? Focused on the Lord Jesus Christ. Kwa sababu wakati wewe mwenyewe unakuja kanisa, unaketi chini, unasikiza service saa hiyo, alafu unaenda home, unaenda shughuli zingine, you think that the Lord is going to be with you. Wiki mzima unashinda, unafanya shughuli zako, Sunday jioni, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday na Sunday kishafika, ndio unajitayarisha unakuja kanisa. You are a youth na unakuja kanisa saa 5. Mzazi wako alikuja kanisa akafika hapa by 7, by 8 ako hapa, and you are a youth, unakuja kanisa saa 5. Kama ungeitiwa ka interview Monday asubuhi na uambiwe ni 5 asubuhi ndio utafika, hata afadhali ulale Nairobi. Chapo yenyewe interview huwezi taka kukosa, but in the house of God wewe mwenyewe haukuagi na passion na hata kidogo. These are things that happens in the spiritual world because that means that there is a force that is fighting against you, a dark force. Na acha nikuambie, ukikosa kuamka, kwa sababu wenyewe unaweza peleka ng'ombe kwa mto ikakunywa maji, but hauwezi yekea gun kwa kichwa uiambie kunywa maji cha nguvu. Haiwezi unless it is willing. The Bible says that unless you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Unless you are willing, there is no way you can never possess anything from God. Utaishi kupiga magoti, mashida zinakuja, unaandikwa kazi, unafutwa, unaanza kusema Mungu si unfair, and first of all you don't even follow his paths. Unasema Mungu si unfair. So unapata hakuna kitu yoyote yenye wewe mwenyewe utaiguza ibarikiwe, because blessings comes from God.
Favor comes from the most high God. Bwana asifiwe sana. So wewe mwenyewe kama hauko connected na the giver of this favor, there is no way utaipossess kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tusome in the book of John chapter 21 verse 18. Thank you so much Nancy Kamau, Baithera Wanjora, God bless you so much. God child Joyce Nduta, Mungu kubariki. God bless you Benedetta Ndegwa, Mungu abariki sana na awatendee mema na tuishi katika nyumba ya Mungu siku zote za maisha yetu. A producer, kama unaweza tu projectia the book of John chapter 21 verse 18. Juu venye maandiko inasema, the Bible says that most assuredly I say to you that when you were younger you guarded yourself and walked where you wished, but when you are old you will stretch out your hand and another will guard you and carry you where you do not wish. Bwana Yesu asifiwe sana. Most assuredly I say to you that when you were young you guarded yourself and walked where you wished. Ukiwa mdogo wewe mwenyewe ulitembea kule ambako wewe mwenyewe ulikuwa unatamani, anywhere you wanted. But when you are old, wakati utazeeka, you will stretch out your hand and another will guard you and carry you where you do not wish. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya ni maandiko Yesu alikuwa akiyasema. And one thing I want to tell you is that wakati yenye mtu ni myang, anakuwa na all privileges za kufanya anything anataka. Uko na energy, uko na that potential energy uko nayo. You have the strength to do a lot of things. Uko na abilities, uko na potential. Wakati yenye wewe ni myang, unaweza toka hapo utembea hadi Nairobi mguu. Wakati yenye wewe ni myang, you can take your Bible, your notebook, uende mlimani, you fast for even 21 days for the presence of God to flow in you. Wakati yenye wewe uko myang, unaweza amua kufanya athletics. Wewe mwenyewe uko wewe ni footballer, upige ball mpaka wakati yenye wewe mwenyewe unasikia yenyewe kweli wewe ni champion. Wakati uko myang, unaweza kimbia kutoka hapa ukimbia hadi place mbali sana na urudi and nothing will happen. Wakati uko myang, unaweza lift vitu ngumu, unaweza inua mawe, unaweza beba, you can do a lot of things. But the Bible says that a time is going to come when you're going to grow old. And the Bible says that someone else, you will stretch your hand and another will guard you and carry you where you do not wish. Kuna time yenye wewe mwenyewe utazeeka. Zile vitu zenye wewe mwenyewe huaga unapenda kufanya, hautaweza kuzifanya. Tumeona watu wengi sana mafootballer, wengi walikuwa ma legends dunia mzima. Kuna time walikuwa kusema, kuna time walikuwa wametrend dunia mzima, hakuna mtu hawajui. Wametravel all around the world, wamehold all the cups, the world cups wamezihold, ma Premier League zote wamewin na wamekuwa wondo machata. Wamenunuliwa na kampuni zingine na wakaweza kuwa millions and millions and billions. Wameget ma allowances, wanapata hadi house allowance, traveling allowance. Anaona anapatikana na timu nyingine inamnunua pesa mingi kuliko ile ya kwanza. But as time goes by, as when you start getting older and older, ile kitu ambayo ilikuwa ndani yako inaendelea kuondoka na kuondoka na kuondoka. Each and every minute something is leaving. Each and every day something is leaving. The energy that you have right now, hautakuwa na hiyo energy in 50 years to come. Utakuwa kaa chini wewe mwenyewe unaambia watu ulikuwa unafanya. Utakuwa na history mingi sana ya kuambia watu kuhusu. But want to ask your question, that hiyo wakati when utazeeka, what are you going to look back and be proud of that you have done? Kama energy yako ulitumia kwa bangi, ukatumia energy yako kwa kutumia sigara, ukatumia energy yako kwa masturbation, ukatumia energy yako kwa gayism na lesbianism, wewe ndio ulikuwa kusema, ulikuwa handsome sana, wewe ndio ulikuwa unasema, hiyo kijiji mzima hakuna dem alikuwa anakuona na rudi nyuma. Wote ulikuwa na slay, ulikuwa na wakili, ulikuwa na wamada. But ile time yenye utazeeka, are you going to look back and be proud of the past
that you have lived. Kwa sababu like I said on Tuesday, that time keeps ticking. Another baby is born. Kila siku unaendelea kuzeeka. Saa hiyo wakati ulikuwa myang, ungefanya lolote ulikuwa unataka. Kama ulikuwa msee wa athletics, ungekimbia sana. Uende mpaka Europa, uende country zote around the whole world. I don't have a problem with that. But what you're doing right now, is it something that you're going to be proud of? Even telling your kids and the generations that are after you. Utakuwa proud kukalisha watu chini. Watu watakuwa na learn na wewe. Kuna kitu yoyote yenye wewe mwenyewe kuna mtu uli-inspire when you were young. Uliishi venye Mungu alikuwa anataka. Because let me tell you one thing. Watu wanakosa gazili ya Mungu na wanakosa kupenda Mungu kabisa. But one thing will happen, that God will never change. Kila wakati ukisoma kwa Old Testament, nilikuwa napatana nikisoma Old Testament, Biblia inasema and it came to pass, that it means that he is the ancient of days. He never get old. Habadilikangi. Ule Mungu mwenye sahi anakuongelesha, anakuambia uokoke, ukuje kwa wokovu. Huyo ndo Mungu mwenye the Bible says that he created the foundations of the earth. Yeye ndo alisema let there be heaven and there be earth. He created the heaven and the earth. That means that he was not in either of them. Mpaka sahi he is still God and he will never change. Just because wewe mwenyewe unaishi venye unataka. A time is coming, the Bible says, that the spirit with the flesh will go back to the ground and the spirit will return back to the one who created it. But hiyo spirit wakati itarudi, what are you going to look back and be proud of? Ni nini ambao saa hii unafanyia kazi saa hii? Ni wewe unaishi vile ambavyo yeye hutaka. Chelewa kanisa kabisa, fika saa 5 wakati mzazi wako anafika saa 2. Hata kanisa ikiisha, hata Bible study huwezi baki jioni because uko na shughuli za maana. But hizo shughuli in 50 years time, are you sure utakuwa nazo? Utakuwa unaangalia back, unakuwa proud kwa hizo shughuli zenye zinafanyanga uchelewe kanisa. Utakuwa proud kwa hizo shughuli zenye zinafanyanga utoke kanisa hata kabla iishe. Utakuwa proud kwa hizo shughuli zenye zinafanyanga uwezi ingia Bible study. Utakuwa proud kwa zile vitu zenye unafanyanga during the weekdays. Utakuwa proud kwa zile vitu zenye unaongeanga uko na mbogi yako ama uko na mabeshte wako. Utakuwa proud kwa hiyo kitu yenye unafanyaga uko kwa giza kama umejificha. Utakuwa proud kwa ile mbogi ambayo wewe usonga nayo. Utakuwa proud kuambia mabeshte wako, kuambia watoto wako that mimi ndo nilikuwa na washa mashash, nilikuwa napiga hata 6 kwa siku na sikuwa nalewa. Utakuwa proud kuambia mabeshte wako that wewe mwenyewe ulikuwa mlevi. Utaambia watoto wako hivyo that when you were young you used to go wherever you wanted to go, but when you get older you will stretch out your hand and another person will hold you and lead you where you do not wish to go. There is the life that you are living right now. Maybe it is not aligned to the path of God, of the life that the Lord wants you to live. Before the end of this service, bingetaka wewe mwenyewe ujifikirie na uweze kujiuliza kabisa, am I living in the right path? Am I living as the Lord wants me to live? Niko na wale mabeste wenye wanafaa. Ndio nakuja kanisa na shika microphone na nasema nimeokoka. Am I really born again? Unaweza danganya watu wote kanisa mzima. But let me tell you one thing. Each and every tree is known by its fruits. Hakuna kitu ambacho kinaweza kuwa ni kibaya kitoe mazao mazuri. Hakuna kitu kizuri kinaweza toa mazao mabaya. Bwana asifiwe sana. We understand this, that there is a certain understanding that Mungu anapeanga mtu when you are already born again. That understanding, it cannot be understood by anyone who is not born again. Kama unasikia sauti yangu saa hii na hujaokoka, just know that there is some understanding that is hidden from you. You can never ever understand it if you are not in salvation. Utaishi maisha yako kufanya vitu zako. Utaishi kutresha kazi yako. Utaishi kutresha mbogi yako, mabeshte wako kwenda kuzurura na nini.
Utafeed mawazo yako na vitu ambazo si za Mungu. And hizo vitu wakati unajifeed, as a man thinketh so is he, so you become those things. Utakaa chini uulize watoto wako, waambie vile ambavyo ulikuwa unafanya. Are you going to be proud of that? Ile kitu ambayo unafanya saa hii, ungetaka mtoto wako waishi hivyo? Ungetaka watoto wako waishi hiyo maisha? Don't be selfish to live for yourself. That way mwenyewe unaweza tamani sana wakati unapiga mashasi zako na unapiga mandom zako, alafu unaoga, alafu tena unakaa kwa watoto wako na unajaribu kucheza chini like nothing happened. Alafu wewe utaki watoto wako wakuvute bangi. Will that really happen? Wewe ndio upiga mashashi, kika mchachu na tema ndio tusisikie harufu. But are you going to be proud to your kids, even to the generations that are ahead of you? Time keep ticking. When you are young, you used to go wherever you wanted to go. You could have done whatever you wanted to do. But when you get older, a person, you will stretch out your hand and another person will hold your hand and they will lead you where you do not wish to go. Wewe ni youth saa hizi, I'm talking to you. Saa hiyo ikishafika, utakunaangalia nyuma, unaona matunda yenye wewe mwenyewe uliweza kupanda. Utakunaangalia nyuma, unakuwa proud na ile maisha yenye unaishi saa hii. If you know saa hizi maybe unapanga kwenda kufanya usherati, are you going to be proud telling your kids? Furthermore, hata uwezi ambia watoto wako kitu kaa hiyo. Ndio maana watu wanafanyanga shughuli kaa hizo kwa giza, na hakuna mtu anaweza kuja kuziconfess, because everyone knows the Spirit of God convicts sin. Hata wakati unakuja kanisa, wewe mwenyewe your heart is so far away from God because you know yourself. Only the mercies of God can work in your life. There is abundant mercy in godliness. In the Lord Jesus Christ, there is abundance of mercy. Mungu anahurumianga watu. Mimi mwenyewe nimehurumwa vitu mingi sana. I didn't have anyone to tell me this kind of words. Kwa sababu hakuna muyouth mwenye anakuwa confident. Si wengi wanakuwa confident kusimama na kuambia watu, hapana, hizi vitu mnafanya hazifai. Because our generations zimeshikwa, watoto wetu wameshikwa. Wewe mwenyewe unaendelea kufanya zile vitu zenye zinafanyika around, wickedness that is rotating around us, and you are part of it, and then unatry kukam church kucheza chini. Let me tell you one thing. Kama yenyewe unajua vizuri sana ungetaka kuchange maisha yako, you must have a turnaround. Bwana asifiwe sana. You must have a turnaround. Charity Kenywa nasema, Pastor David, what is the meaning? Have reverence for God, as it says in Ecclesiastes. Reverence is from the word revere, respect, honor. Reverence for God. Bwana Yesu asifiwe sana. God bless you so much. Waithera Wanjora, Mathayo thamaki wa iguru na macio mage nimekurumirira, seek first the kingdom of God. Amen. Nancy kama wanasema, Lord Jesus, help even when I grow old to walk with you, Lord God. May God hear your prayers, Nancy Kamau, and may the Lord answer you. Joyce Ndutana Samashua, God help me to love you more and to do your will. Amen. God bless you so much. Wetera nasema tulifunzwa about kuking'ang'i ulia kiwe staka energy yakio toho gigithukia mai. Bwana Yesu asifiwe sana. It's how a crocodile waga ana waste time yake mingi sana kwenda kucheza na maji. Bwana asifiwe sana. May God bless you so much. One thing I want you to emphasize is that this time that God amekupatia, that you are young, take the privilege. Usikubali kuishi ukiwa in blindness, kwa sababu unaweza jishtukia that 40 years si mbali. Watu wenye saa hii wako 40 wako 50 saa hizi, kuna time walikuwa 19, kuna time walikuwa 16. And hiyo miaka mtu atajuangi inaishanga aje. When you were young, you used to go wherever you wanted to go. But when you get older, a person will hold your hand and will take you where you do not wish to go. Saa hiyo hautakuwa na energy yote ya kufanya venye wewe mwenyewe unatakaga. Kama wewe mwenyewe unakuwa ni boy, hutakangi kuwa na skirt karibu ikipita na wewe, karibu na wewe. Wacha nikwambie, hata ukizeeka ukikaa chini hivi uko na mkwaju yako, bado utakuwa unaziona na utakuwa mzee.
If your desire haitaisha, then just know this, that unaweza ingia kwa grave na hiyo desire, na wakati utazikwa hako kadimu katoke kajipanguze vumbi na kaende katafute mtu mwingine. There is mercies in the cross of Jesus Christ. That is why the blood of Jesus Christ speaks better than the blood of Abel. Hakuna time ya kuwaste kwa hii dunia. Seek God with all that you have. Seek for God with all of you. Kwa sababu kama hauta seek Mungu, then you're going to seek the other kingdom. You're going to seek the kingdom of darkness. And there are fruits of seeking the kingdom of darkness, as there are fruits in seeking the kingdom of God. So wakati wewe mwenyewe unajipeana kwa Mungu and you dedicate your heart wholeheartedly to God, that is when you align to the path of the true God, the path of the true light of your destiny. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wengi sana wamewaste maisha yao. Wengi wanaangaliaga mayouth, wanaanza kusema I wish kama naweza kuwa myang kama ule kijana, because it is nature. Hakuna venye utai kuwa myang kuliko leo. Every day inaendeleaga hivyo, unakuwa old kila wakati. Kuna time itafika utafika 60. Reality kuhit uone venye umewaste miaka mingi. And then God anakuwa so merciful. Yeye mwenyewe anaweza kugrant mercy, but it doesn't outdo the fact that wewe mwenyewe you can't catch up with time. Na kuna kitu God anaweza kupatia. Anaweza kupatia fast anointing. God anaweza kupatia favor yake uweze kuaccomplish vitu mingi within a short duration of time. But just know that right now that you are young, it is the best time to come to God, to come to Jesus. Wajua watu wamezoea kusikia ati Jesus Christ died for you. Sasa ishakuwa ni kama memory verse, yani inakuwa tu ni kitu ya kawaida. Let me tell you one thing. The stone that the builders rejected has become the cornerstone. This stone, the rock of offense, yenye ilikataliwa na wale wajenzi, it has stood out to be the only stone that travails. Bwana asifiwe sana. So whenever wewe mwenyewe una reject ku come into godliness totally, si ile wokovu tu ya kawaida, kwa sababu kuna wokovu ya kawaida na kuna wokovu wenye Mungu hutaka tuokoke. The true foundation of the word of God, the one that reveals the destiny that is within you. Unless a grain of wheat falls to the ground and dies, it becomes just a single seed. It remains just a single seed. Maharagwe moja ungeza ichukua uweke kwa wardrobe, itaishi hapo ta 50 years, haijai change. But wakati inaanguka kwa mchanga, it dies, it decomposes, and kenye kilikuwa ndani yake kinaanza kugerminate. So whenever you come to Christ, just know that there are things that are going to die from you, that kenye Mungu alikomeka ndani yako kiweze kuziresurrect. Bwana asifiwe sana. I know that waga tunatamani sana kusema ati tuko na Mungu, but if we do not say that from the bottom of our hearts, then just know that you cannot lie to God, you cannot lie to Satan, and you cannot lie to yourself. Bwana asifiwe sana. Usikuwe mtu ukuja kanisa kawaida, that wewe mwenyewe unajuanga Sunday ni siku ya kanisa, sasa ndio unavalianga nguo, unapiga pasi vizuri sana, unakuja kanisa kukaa nje ukiwa na earphones kwa masikio. That means that you do not know what you're doing. Right now you are young. Unaona mtu wako kanisa but bado simu yake kwa YouTube na kwa kanisa ndani. You lack the understanding of why you are in charge. It is a season, it is a time that the Lord has given you. It is time that the Lord has given you. And God, wakati yenye hiyo miaka itafika, God atademand ile reason ilifanya yeye mwenyewe afanye wewe ujue church. Utaregret kukulishio miaka yote na ujai jua sababu yenye ulikuwa unaenda church. Church is not just a house for blessings venye watu wanafikiria. It is beyond that. It is a place where people, believers, assemble together and they come and worship the holy God of Israel. People who revere God and are humbled in their hearts to know that God is the one that knows me beyond what I know about myself. It is a place where watu wanakujanga wakiwa na mizigo mizito kwa roho zao, na Mungu anawapumzisha. He says that he has a spirit to heal the brokenhearted and to set the captives free.
Funny thing, watu wanaweza kuwa set free na wewe bado unakujanga unakaa kwa hiyo kiti yako. You've never been set free. Even you've never even known what being set free really means. Because you've never fallen. You've never wanted to know about godliness and to follow the path of godliness, that you may understand the things of God. Unaulizaga kanisa itaisha saa ngapi? So your eyes and your heart is not in church, it's elsewhere. Your treasure is outside the house of God. Daudi anasema, it is better one day in the courts of the Lord than 1,000 days in the courts on the tents of wickedness. Because in the house of God, that is where I find the true peace. That is where I find the true joy. That is where I find the real satisfaction to my soul. In the presence of God, that is where I get renewed each and every day. Kila siku yangu inakuwaga ni Sunday. When I wake up in the morning, I dedicate that day to the Lord and I tell God, sanctify me. Ile kitu yote yenye umenipangia siku ya leo nikaweza kuipata. Mungu anaweza kuwa amepapa kukubariki ama yeye mwenyewe kukutembelea on Monday ama Tuesday. But because wewe mwenyewe unakuaga na Mungu time yenye tu uko church, hata wakati na uko nje, wakati Mungu anataka uko path fulani, wakati yeye mwenyewe ana stand kwa hiyo path, wewe mwenyewe uko shughuli zako. Because wewe mwenyewe ulikataa kupitia njia za Mungu. And then unasimama unasema ati God is not unfair. Let me tell you one thing. Hii ni kitu nimesikia watu wakisema. It's because you lack the favor of God. And God cannot grant you favor if you do not walk according to his paths. When you were young, you used to go wherever you wanted to go. But when you will get older, a person will hold your hand and will lead you to where you do not wish to go. Kwa sababu saa hiyo hauna say, hauna hiyo energy, hauna kitu yoyote yenye saa hiyo unaweza jivunia ulifanya kitambo. Mwili yako haina nguvu ya kwenda kufanya usherati. Hata hutawezi tafuta pesa ya kwenda kwa klabu kukunywa pombe. Do not waste your time as a youth. Because time, the unit of destiny is time. The only unit of destiny is time. If you do not know how to use and to program your time, you are going to waste the whole of your life. Ni watu wengi sana wenye wameingia kwa kaburi saa hizi. They have decomposed, wamekuliwa na mchwa. Because they were blind. They did not know how to utilize the time that they had. Alienda kunywa pombe na huko, akienda kustaga kwa barabara, gari kapita na yeye. Hakufa hivyo. Akaacha mabeshte wake wakikunywa, na walikuja na wakakunywa hadi kwa matanga yake, na hata after mazishi walikunywa bado. It is not time to follow friends. Because wacha nikuambie, marafiki zako wanaweza kupoteza. If they don't tell you about godliness, then you need to hook up yourself with friends that you can benefit from. Wacha nikuambie, kama mabeshte wako hawapendi Mungu na hata hawapendi mambo na kanisa, si mambo na kanisa tu, hawapendi mambo ya uungu ndani yao, separate yourself from them. Because if you're not changing them, then they're changing you. It works either in either ways. Hakuna venye wewe unaweza ishi na jeshi ya kuuza jaba alafu ujipate ati wewe mwenyewe unatamani church. Hakuna venye unaweza lala kwa klabu alafu uniambie ati Sunday utajisikia kukaa church. Utakuwa unasikia church, unasikia ni kani kitu moja hata huizi. Roho yako haiko huko. Because you have already defiled the temple of the living God. So now in you there is no thirst for godliness. So huwezi taka mambo za Mungu, and the only divine hope and peace that you can find is in godliness. So unajipata wewe mwenyewe you always keep buying peace. Kubai peace na kuvuta bangi, kubai peace na kununua pombe kukunywa, kubai peace kwa kwenda maklabu na nini, kuhave mabash, kubai peace na pesa yako. Isaiah chapter 55 inasema aje, that why do you waste your money on what cannot satisfy? There is a spring of life, that is our Lord Jesus Christ, who satisfies a soul totally and fully. When you were young, you used to go wherever you wanted to go. But when you're old, you stretch your hand and a person will hold you and lead you where you do not wish to go.
Thank you so much. Waithira Wanjora, Nancy Kamau, God bless you so much. Waithira Wanjora anasema yesterday Bishop tells us how to focus, look forward. Amen. And oh my goodness, I decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Hallelujah. God bless you so much, Waithira. May you follow him all the days of your life. And kama vile mama alisema about focus. Focus on what brought you to this world, not what you found in this world. Focus on what brought you to this world, not what you found in this world. Because vitu ni mingi sana za kukutoa kwa njia yenye Mungu anataka uishi. And utaona mambo yote itaisha. God will never change. God will never stop sitting on the throne of righteousness in Zion. God will never cease to become king because of anything, because of your ignorance. God will never change. You are going to grow old, but God will never grow old. Bwana Yesu asifiwe sana. May God bless you so much. Mungu atendee mema kwa pamoja na nyinyi. Wale ambao walikuwa natufuata katika YouTube yetu, may the Lord always continue blessing you and may you succeed in all that you do. Wale ambao wako na hiyo tamaa ya Mungu, I always keep saying God gives you two things. He gives you a command and a reward. So you can never achieve the reward of God if you don't follow the command of God. He works with the policy. He's a king. He's not like, he doesn't work like the world does. He is a king and he's a father and he loves us, regardless to our faults, regardless to our weaknesses. So may the Lord remember you. Kama haujaokoka, make a point of accepting Christ Jesus this evening in the name of the Lord Jesus Christ. And the peace of God that transcends human understanding is going to rest on you. Na hautakuwa mtu wa kawaida, because the Lord doesn't want common men. He changes completely. Anasema the Spirit of God will rest upon you and you will be changed totally to a new man. May the Lord bless you so much. Wacha tuombe. Abba Father, in the mighty name of the Lord, I worship you and honor you this day, Jehovah Lord. Ninakutukuza, nasema wewe ni Mungu mfalme wa falme. Jina lako litukuke na liheshimike Bwana. Umeinuliwa juu ya miungu yote, umetukuka juu ya falme zote Bwana. Mbingu na nchi Bwana vya kuinamia. Milima Bwana yasikia sauti yako Bwana na yeyuka Jehova. Maji yanasikia sauti yako yanatawanyika Mungu wa rehema. Wewe ni Mungu mkuu juu ya hiyo viumbe vyote Jehova. Na kushukuru na kutukuza Jehova kwa ajili ya ukuu wako Jehova. Kwa ajili wewe mwenyewe ni Mungu mkuu juu ya vyote Jehova. I worship your name Jehovah Lord. Saidia watazamaji wetu siku ya leo na kuomba Bwana ukaweza kushika na mkono wako wa rehema katika jina la Yesu Kristo. Ukaweza kuwashika na kuwabadilisha Bwana. Wale ambao Bwana wameshikwa na minyororo mingi ya shetani, ninaomba ukombozi wako katika jina la Yesu Kristo. Kama vile ulivyo nikomboa Bwana, like you changed my life and totally delivered me from evil, oh God. There is a possibility. There is hope for a tree that has been cut down. I dedicate their lives unto you, Jehovah Lord, because you alone reigns and there is none other like you, Jehovah Lord. In the mighty name of the Lord Jesus, I dedicate them unto you, Jehovah Lord. I dedicate this service unto you, Jehovah. I speak a blessing, oh God, to the youths, oh God, even to the viewers, my Father. May you, Lord Father, remember them this day, Jehovah Lord. In the mighty name of the Lord Jesus Christ, I worship you and honor you. In the name of God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, we do pray and give thanks. Amen, amen, amen. Wale ambao wangetaka kuokoka, rudia nyuma yangu, sema Bwana Yesu, naja mbele zako jioni ya leo. Ninaomba uniokoe. Nimejiongoza kwa siku mingi. Nimefanya mambo mengi. Nimefanya dhambi mingi. Nimetembea kwa njia ambazo hazikufurahishi. Nimeshika vitu ambavyo havifai. Nimekukosea kwa njia mingi ewe Bwana. Ninaomba unisamehe. Wewe Bwana ambao unanipenda, ninakuomba badilisha maisha yangu. Nifanye kiumbe kipya siku ya leo. Ningetaka kuishi na wewe milele. Roho Mtakatifu wa Mungu niwezeshe. Siku ya leo nimekana shetani, na kutoka siku ya leo mimi ni wa Yesu, nimeokoka na Yesu Kristo ni Bwana katika maisha yangu. Katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu tunaomba na kuamini. Amen, amen, amen. Bwana, naomba wale ambao wameokoka siku ya leo, ninaomba wewe ambaye ni mchungaji mwema Bwana,
wachunge kwa njia zako Bwana. Lead them in green pastures and in quiet waters, O God. Because you alone, you are God and there is none like you, Jehovah Lord. Badilisha maisha yao Bwana. Wale ambao wanaokutamani Bwana, ninaomba ukaweza kuwashika mkono na kuweza kutembea nao, kwa ajili wewe ni Mungu na ufanani na mwanadamu. Katika jina la Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu naomba na kuamini. Amen, amen, amen. Ningetaka kuwa welcome katika seminar yetu ambao tutakuwa nayo 13th and 14th of December. Wale ambao wanao to watch katika online TV na katika YouTube, katika our platforms na katika Theophilus TV, kama unasikia sauti yangu, kuna seminar tuko nayo kutoka date 13th and date 14th. Alafu tutakuwa na kesha date 14th and 15th, and I know that the Lord will do something in your life. Wakati unapokuja, just come expectant. Uko unaimba ile wimbo, do something new in my life, do something new in my life. Tell God to do something new. Do during these 3 days. Mungu akuonekanie na abadilishe. You will live in 3 days zinaweza redeem mankind. And I believe that the Lord has something good for you. The Lord loves you no matter what. So welcome, na Mungu awabariki sana. Wale ambao wangetaka kutoa tithe zao na offering zao, our producer atatukia namba kwa TV, and I believe that the Lord is going to bless you. But thank you so much Tabitha Margaret, and I say my amen. Thank you for powerful message. More grace upon you, Pastor. Thank you so much. Thank you, Wethe Ranjora. May God bless you so much, each and every one of you, and may He continue walking with you all the days of your life. Till to next time, shalom, shalom, shalom. Theophilus TV, MURATA wa Ngai. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Joeli 2:28 ekuga atĩrĩrĩ, na nĩ ũgakinya atĩrĩ, atĩ thutha wa maũndũ macio nĩngaitĩrĩria andũ othe roho wakwa, nao ariũ anyu na airĩtu anyu nĩ makarathaga mohoro, nao athuri anyu marotage iroto, onao anake anyu monage cioneki. Gũkũ gwa Theophilus TV no kuo wamũkagĩra tabarĩra ciothe cirĩ na kĩguni mũtũrĩre-inĩ waku. Na rĩu tũrakũrehera tabarĩra ya Theegi wa Njamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muda mwingine Mungu ametupatia siku ya leo thĩinĩ wa tabarĩra ya Theegi wa Njamba. Haha tũrĩgayanaga kiugo kĩa Ngai oroho tũkamũrĩka ciĩgiĩ mĩtũrĩre itũ, na mũno makĩria we ũrĩtwo nĩ hinya. Maandĩko nĩ moigaga atĩ kũgwatwo nĩ kĩrumi nĩ mũndũ ũrĩa wĩkaga atĩa? Ni mundu uria wihokaga mundu wa guku thi. Do not trust upon man, because man is man and man has his own tendencies. Mundu wathe ni akoragwo ena weaknesses nyingi. Mundu wathe no akwire umuthi no rucio ni agarurire mbao akwire undu ungi. No, when you are a pessimist, ni ukoragwo ukimenya ati I'm not expecting anything great from these people. Na meciria ma Ngai mekuraya muno na meciria maitu. Maandĩko moigaga ati haria ugi witu kinyite ni urimu kwi Ngai. Tondu ugi wake ni ukirite meciria ma mundu wa guku thi. So if we don't rely on his understanding, we are going to fall short of the glory of God. Na tuhota kwa ukinya kuria Ngai endaga tukinye. Wota ukora tondu we ndwa embrace the weakness yaku. Ndwa embrace the ati we ni urika weakness ka marakara. Hindi Ngai akurehera destiny connector waku. Destiny connector waku nake agakorwo ni mundu utamakaga uria araria. Ahota kwari kiugo we urakare. Umutiga uinuke. Kire Ngai gukuigire ni gia kura. Na ngiuga maita maingĩ hĩndĩ twahonoka tũingĩra ũthamaki-inĩ wa Ngai, tuikaraga ta mutumia wĩna ihu. Ndũngĩkora mutumia wĩna ihu atĩ kĩrabu thaa 9 cia ũtukũ nĩ gũthĩa arathĩa rwĩmbo. Ndũngĩmũkora ekĩrĩte pamu kana agĩteng'era kana agĩthiĩ na andũ kana agĩthiania na airĩtu. Athianagia na atumia arĩa magĩte ciana kana atumia mena andũ take. Ni tondu we mwenyewe kiria akuite ni kiru kia goro, ndangihota ku expose kuria kindu kiu kingituika aborted. Nyitanagira na Pastor David Ngechu o amwambĩrĩrio nginyagia wakana wona cihanda thaa 9 cia mĩaraho o gũkũ mĩtambo-inĩ ya Theophilus TV, MURATA wa Ngai, ndũkahĩtũkwo.